Shalom, shalom rafiki. Mbele yako ni Apostle Evans. Leo nimekuja na mjadala wetu kidogo kuhusu habari ya makusudi ya neno la Mungu. Kwa nini Mungu aliamua kuliweka neno lake na ili neno lake tuweze kulifuata? Nataka nikwambie kwamba yapo makusudi ya neno la Mungu masubuti sana kwa ajili ya muamini, hasa yule aliyemwamini Kristo, hata yule ambaye anatamani kumwamini Kristo. Kuna kusudi la neno la Mungu kubwa sana kwenye maisha yetu. Kusudi mojawapo la neno la Mungu ni kukuhekimisha, kukupa ufahamu. Kusudi mojawapo ni kukupa ufahamu, maana unapopata ufahamu katika Mungu ndipo unapoweza kuwa na imani katika Kristo. Kama hauna ufahamu katika Mungu, hauwezi kuwa na imani katika Kristo na hauwezi kufanyika chombo kizuri katika Kristo. Kwa hiyo ili uwe chombo kizuri katika Kristo, ili upate wokovu katika hicho unachokihitaji, panahitaji ufahamu wa kumjua Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana Mungu akaliweka andiko lake ili liweze kukusaidia kuwa na ufahamu katika Mungu. Hata ukiwa unatenda katika Mungu, basi utende kwa ufahamu. Lakini pointi namba mbili linakufundisha. Kusudi la neno la Mungu lipo ili kutufundisha. Tunapookoka tunakuwa kama watoto wadogo. Kuna vitu vingi tunakuwa tuvifahamu. Kitu gani kitakachotufundisha? Ni neno la Mungu. Lina uwezo wa kukufundisha kwa haki. Kuna wakati mwingine sisi kama watumishi wa Mungu tunaweza tukakufundisha, lakini wakati mwingine tunaweza tukapunguza vitu fulani kama wanadamu, lakini neno la Mungu litakufundisha kwa haki. Lakini pointi namba 3, linakuonya makosa yako. Neno la Mungu linatuonya makosa yetu. Kwa hiyo kusudi la neno la Mungu pia lipo ili tunaposoma tujitambue tumekosea wapi. Kuna uovu mwingine mtu anaweza kufanya hauonekani machoni kwa wanadamu, hata mimi siwezi kuona kwa sababu ameufanya yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo tunapokuwa tunalisoma neno la Mungu linatuonya makosa yetu. Haleluya, haleluya. Lakini pia kusudi la neno la Mungu namba 4 linatuongoza. Kusudi ya neno la Mungu, kazi ya neno la Mungu ni kutuongoza. Neno la Mungu linatuongoza maishani mwetu. Neno la Mungu linatuongoza maishani mwetu. Shalom, shalom. Neno la Mungu linafanya nini? Linatuongoza maishani mwetu. Kusudi la neno la Mungu ni kutuongoza katika maisha yetu. Kama watu watakuwa na neno la Mungu, hatutakuwa na neno la Mungu mioyoni mwetu, hatutasoma neno la Mungu, uhakika njia tunayoendea tuna uwezo wa kukosea sana na tuna uwezo wa kuyumba kwa sababu ya upungufu wa kujua njia. Njia unaijueje? Njia unaijua kwa kulisoma neno la Mungu. Unapochukua nafasi ya kulisoma neno la Mungu kila siku, ndipo unapoweza kuijua njia unayoiendea. Kwa hiyo kusudi la neno la Mungu limekuja ili kukuongoza njia. Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia zangu. Lakini pia mwisho, kusudi la neno la Mungu linaturekebisha tabia. Hakuna kitu chochote katika dunia hii kinachoweza kukurekebisha tabia kuliko neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu, unapokaa ukachukua muda ukatenga muda wako kulisoma neno la Mungu, huwa linakutengeneza kuanzia ndani mpaka nje. Na ndio maana kuna watu wengi wamejaribu kujiweka kwenye hali fulani ya unyenyekevu, hali fulani ya kuonekana ni watu wema, lakini kama hajatengenezwa na neno la Mungu, hajarekebishwa na neno la Mungu, huwa ni vigumu sana. Ile tabia huwa ni mbegu iliyoko katika damu, itainuka tu. Na ndio watu wengi tumeokoka, lakini ndani yetu hakuna neno la Mungu. Matokeo yake tabia zetu ni zile zile za asili, mambo yetu yale yale ya asili, kwa sababu ya kutosoma neno la Mungu. Sasa mpendwa, leo nimekuja kukwambia, elewa kusudi la neno la Mungu kwenye maisha yako. Kusudi la neno la Mungu lipo ili kukutengenezea njia, lipo ili kukuamilisha katika wokovu, kukuimarisha katika wokovu, upate wokovu kamili. Mungu akubariki sana uliyenisikia. Utakapoisikia sauti hii, chukua wajibu sasa, na chukua jukumu leo kuanza kulisoma neno la Mungu, maana lina makusudi mazuri juu yako. Lina makusudi mazuri ya kubadilisha hatima yako yote kiujumla, na hata mtu anapokuona anasema yes, huyu ni mtoto wa Mungu. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Tutaonana kwa wakati mwingine.